Sana. Asante. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV. Kwa majina ninaitwa Pastor Ezekial Sagana kutoka mji wa Kisii. Niko mahali panaitwa Egesa ama ukipenda Egesa Kiogaro. Nahubiri na huduma wa Seed of Abraham Deliverance Church. Na leo hii ninamshukuru Mungu kwa kupata fursa hii ya kwamba nije kwako moja kwa moja kupitia kwa station hii ya Ndizi TV. TV unayoipenda. Bila kupoteza muda, ninatamani tu niwe ninaleta neno kwa dakika hizi. So niruhusu tu tuombe ukiwa kule nyumbani, alafu nilete neno la Mungu moja kwa moja. Mtakatifu Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo na ninasema asante kwa masaa haya ambayo umenipatia niwe katika station hii ipendayo na wengi, Ndizi TV hapa mji wa Kisii. Ninapotaka kulileta neno lako, ninaomba Roho wako Mtakatifu anisaidie dakika hizi tu chache ili niweze kuleta ujumbe huu ulioweka ndani ya moyo wangu, kwa sababu ya msikizaji huyu na mtazamaji huyu anayenitazama. Bwana Mungu, ninaomba Roho wako Mtakatifu anisaidie katika studio hii na asaidie mtazamaji huyu anayenitazama. Kwa jina la Yesu Mtakatifu nimeomba na kuamini. Mtazamaji wangu unayenisikiza, sema amen. Bwana kubariki na karibu sana kwa neno la asubuhi ya leo. Karibu kwa nafasi niliyopewa na nikupe ujumbe ambao Bwana amenipatia kutoka ndani ya moyo wangu. Bila kupoteza muda, nataka kusoma kitabu cha Luka Mtakatifu 8. Nitasoma haya yake ndogo 43. Luka Mtakatifu 8 kuanzia 43. Nitasoma neno la Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakusunguka. Mtu alinigusa. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitiri, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. 48 inasema, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Libarikiwe andiko. Baba Mungu, katika jina la Yesu, dakika hizi chache nataka kulileta neno lako kwa moyo wa mtazamaji na msikizaji huyu anayenisikia. Ninaomba neno hili liponye mtu kule nyumbani. Ninaomba neno hili lifungue mtu kule nyumbani. Ninaomba neno hili lilete uponyaji kule nyumbani. Ninaomba kwa neno lako tu Bwana, nyumba hii iliyofurugika ikakosa amani na irejee katika jina la Yesu. Ninaomba tu kwa sababu ya moyo wa mtu ambaye usiku mzima hajalala, amekosa usingizi kwa sababu ya shida ambazo zimemsonga. Dakika hizi nataka kuongea habari za imani na mtu mwenye mafuta. Naomba neno lako tu limpate masaa na wakati unaofaa, ili mtu huyu akaumbiwe moyo mpya. Kuna mtu amepoteza tumaini. Yesu mwana wa Mungu, dakika hizi tu ninaongea ujumbe ambao ni neno lako. Wacha lisaidie huyu mtu kule nyumbani, aponywe, afunguliwe, amani irejee kwa ile nyumba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu nimeomba na kuamini, amen. Karibu sana msikizaji wangu. Kuna ujumbe ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu wakati nimekuwa nikija hapa
kwa sababu ya kuleta kipindi hiki. Bwana ameweka ujumbe ndani ya moyo wangu ambao ningependa kushiriki na wewe asubuhi ya leo. Neno hili Bwana aliliweka na uzito, manake kuna mtu asubuhi ya leo anaumia mahali na anahitaji neno hili ili moyo wake upone, katika jina la Yesu Kristo. Basi nataka kuongea habari za mwanamke huyu aliyetokwa na damu. Inawezekana ni maandiko ambayo umekuwa ukisikia siku nyingi, inawezekana ni neno ambalo umekuwa ukilipitia mara nyingi, ama umesikia likihubiriwa mara nyingi. Lakini leo ningeomba tu msikizaji na mtazamaji wangu uniruhusu nilete neno hili kama vile Roho wa Mungu ameliweka ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi nataka kuongea habari za huyu mwanamke aliyetokwa na damu. Ukisikiza ujumbe huu na kama vile nimesoma neno hili, inakuonyesha ya kwamba kuna mwanamke aliyetaabika kwa miaka 12 akitokwa na damu. Amekuwa akiumia for 12 years pasipo kupata msaada. Ukisikia wanaongea habari hii, ukisoma mahali kule chini nimesoma, wameweka kwa mabano, kwa maneno mengine kwa brackets, inasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa amegharimiwa, mali yake aliuza yote kwa sababu alitafuta matibabu sehemu mbalimbali na hakuweza kupata uponyaji. Lakini libarikiwe jina la Bwana. Wakati mwanamke huyu alisikia habari za Yesu, kuna kitu ambacho ninasoma kutoka kwa neno hili, ama ninaelewa kutoka kwa maandiko haya, mtazamaji wangu, na ningependa pia wewe uelewe, ni kwamba huyu mwanamke, kulingana na kitendo ambacho alifanya, inaonyesha vizuri kwamba alikuwa ni mtu mwenye imani. Alikuwa na imani ndani yake. Kando na haya maneno mengine ambayo tunasoma, tunasikia for 12 years aliishi na kitu kinaitwa imani ndani yake. Nitakuonyesha baadaye imani hii inatokana na nini. Lakini kwa miaka 12 alikuwa anatokwa na damu non-stop. Kwa miaka 12 aliishi na maisha ya aibu na taabu. Kwa miaka 12 aliishi bila kupata mtu wa kumpa msaada. Kwa miaka 12 aliishi akibadilisha vitambara, akijaribu kuzuia aibu na harufu ambayo ingetoka, ama uvundo ambao ungetoka kutoka kwa mwili wake. Ndio maana ninasema kwa miaka 12 aliishi bila kuwa na freedom, aliishi bila kuwa na uhuru, aliishi akilalamika, aliishi akilia, aliishi bila kulala kwa 12 years. Ikiwa mtazamaji unanisikia vizuri na siku moja umewaipatwa na ugonjwa, hata kwa wiki moja peke yake, naongea habari za mtu mwenye malaria, hata kwa siku 3 peke yake, unaweza kuniambia vile ambavyo unakosa amani, vile ambavyo unakosa kujielewa. Just 3 days ya malaria unakosa mpaka appetite ya chakula. Na sasa jiulize, kwa miaka 12, miaka 12, mwaka mmoja unapita, damu haikatiki, damu inaendelea kutoka. Mwaka wa 2, mwaka wa 5, mwaka wa 7, mpaka miaka 12, mwanamke huyu hawezi hata kwenda kwa sherehe kama wale wengine, maana alijua na aibu ya damu kutoka. Ninaongea na mwanamke anayenisikia, ambaye kwa kila mwezi anapokea period zake, na kama kwa kila mwezi anaweza kukosa amani. Wengine upatwa na periods hizi wakiwa kwenye sherehe, wakiwa kwenye safari, wakisafiri. Unaweza kuangalia hiyo aibu ambayo unapatwa mpaka unastuka, inabidi ukimbie. Kama uko prepared, unaweza kukaa kwa aibu ile ukijiangalia kama watu wanaona vile damu imekutoka kule nyuma kwenye nguo uliyevaa. Jamani, wacha nikwambie, miaka 12 ilikuwa ni miaka mingi ya mtu kupitia aibu. Miaka 12 ni miaka mingi ya mtu kupitia ama kukosa ule uhuru wa kukaa na wenzake. Miaka 12 ni miaka mingi ya kukosa amani, uweze kutangamana na wale wengine kwa sababu ya damu ambayo inakutoka kila mara. Wewe ni kubadilisha vitambara. Huyu mwanamke alipitia maisha ya kudhalilishwa, alipitia maisha ya kuaibishwa,
alipitia maisha ya kutengwa na wenzake, maana damu sio kitu unaweza kuzuia, yenyewe ina harufu. Kwa Waswahili wanaita uvundo, inatoa harufu. Hata kama alikuwa msafi namna gani kwa miaka 12, lazima kuna wakati alifika akakosa matumaini tena ya kuendelea kujifanya msafi kwa miaka 12. Hata kama wewe unajua usafi namna gani, inawezekana kuna kipindi alifika akakosa tamaa, akakosa umuhimu hata wa kujisafisha na kubadilisha hiyo vitambara. Na kuambia, naongea maneno ya aibu asubuhi ya leo, naongea kitendo cha aibu, naongea kitendo cha kutengwa, naongea maneno ya kuachwa na wenzako, naongea maneno ya kukosa tumaini. Maandiko imesema vizuri ya kwamba aliuza kila kitu alichokuwa nacho ili mugharimu mali yake, akajaribu kwenda kwa matibabu. Wengi kama vile unaelewa, kule nyumbani kuna watu unaenda kwa hospitali, na unapokosa matibabu kwa hospitali, madaktari wanakuambia hatujui chanzo ya hii. Wamekupa madawa zote umetumia na bado uponyaji upatikani. Ninajua tu vile unaelewa. Wengine utapewa advices na majirani, wengine marafiki watakupa ushauri, wengine watu wa kwenye watakupa ushauri wa kwenda kwa nyumba za waganga. Hakuna mahali huyu mwanamke hakwenda, hakuna kile hakufanya, maana for 12 years, hata kama wewe ni mtu uliyesimama, wengine uanguka after 2 years, wengine uanguka hata baada ya miezi, wengine uanguka hata baada ya mwaka. Lakini huyu mwanamke kwa miaka 12 alitafuta matibabu, hakupata. Ngawaja wajaeleza specific sehemu zenye alienda, lakini ukisikia alitafuta matibabu, inawezekana kwa watu wa miji ya kienyeji alienda kutafuta matibabu, hakuweza kupata. Ukisikia kwa miaka 12, inamaanisha hakuna hospitali ya kwenda, lakini hakupata uponyaji. Lakini neno la Mungu linabariki moyo wangu. Hapa ndio mahali ninaona imani ya huyu mwanamke. Hapa ndio mahali ninaona huyu mwanamke, kando ya yote alikuwa na imani. Aliposikia habari za Yesu, aliposikia vile Yesu anafanya, aliposikia kile Yesu ametenda, aliposikia vile Yesu ameamsha mpaka waliokufa, aliposikia vile Yesu ameponya wenye ukoma, aliposikia vile Yesu amefungua watu macho, ili mbidi aende mahali Yesu alikuwa. Kile kinaonyesha alikuwa na imani, na imani haingemsaidia kwa miaka 12. Kile kinaonyesha alikuwa na imani. Maandiko inasema hata kama Yesu alikuwa nafuatwa na watu wengi, huyu mwanamke hakukata tamaa ya kumkaribia Yesu. Alijiongelesha ndani ya moyo, mimi nitaenda licha ya watu wengi, nitajipendeza katikati ya watu na nipate tu nafasi ya kugusa nguo yake. Aliongea, akaazimia ndani ya moyo wake, ikiwa huyu mtu wengine anawaongelesha tu na wanatokwa na mapepo, ikiwa wengine anawaongelesha tu na upofu unawatoka, ikiwa wengine anawagusa tu na magonjwa yanawaachilia wanakuwa wazima, mimi sitapata muda. Ninaelewa maana umati ni mkubwa, sitapata muda wa yeye kuniwekelea mkono, maana ana security kubwa. Mitume watu walikuwa wamemzunguka, wanafunzi wake walikuwa wamemzunguka sehemu zote. Huyu mwanamke akazimia ndani ya moyo wake, yes I know sitapata nafasi ya kumgusa, yes I know sitapata nafasi ya kuongea na yeye ili nijieleze, yes I know sitapata nafasi ya kumkaribia ili aniguse, lakini nitang'ang'ana tu niguse sehemu ya nguo yake. Na ninajua ikiwa huyu mtu kuongea peke yake mgonjwa anapona, basi nikijipenyesha na niguse nguo yake, mimi nitakuwa nimepokea uponyaji. Kwa kumkaribia tu nitakuwa nimepokea uponyaji. Hii inakuonyesha mtazamaji, kwa miaka 12 mwanamke huyu alihangaika. Sio eti ni imani hakuwa nayo, imani alikuwa nayo vizuri. Unapoangalia maandiko haya vizuri, inakuonyesha kama ingekuwa ni mtu asiyekuwa na imani, angekuwa amepoteza tumaini for 12 years. Ambaye alikuwa mgonjwa angebaki kwa kitanda aseme hakuna kule sasa ninaweza kusaidika, sasa wacha ningoje nikufe.
akufe, lakini yeye hakukata tamaa, na kwa sababu alikuwa na imani, inakuonyesha bado alienda, bado aling'ang'ana. Aliposikia habari za Yesu hakulala kwa nyumba. Alipoambiwa vile Yesu anafanya, hakusema nimekaa miaka miwili sijasaidika. Aliposikia vile Yesu anaponya, hakusema nimezunguka kwa hospitali zote sijapata uponyaji. Kitu kinakuonyesha alikuwa na imani. Bado after hiyo miaka yote, bado aliposikia habari za Yesu, bado alikuwa na uwezo wa kwenda kung'ang'ana ili akutane na Yesu. Nataka kuongea na mtu ambaye amekata tumaini kwa sababu ya shida ambazo anapitia. Nataka kuongea na mtu ambaye anakufa moyo, anasema anataka kujiua eti kwa sababu ya maisha yamekuwa magumu. Nataka kumpa mtu tumaini asubuhi ya leo. Mtu huyu anayesema ya kwamba anataka kunywa sumu kwa sababu ya ndoa imekataa. Nataka kuongea na huyu mama ambaye anataka kutoroka nyumbani, amejipanga anataka kwenda, eti mume ameenda akamwacha na watoto. Nisikie vizuri wewe mtazamaji unayenisikia, ujumbe huu Bwana amenipa kwa sababu yako. Usinywe sumu, usijiue, usitoroke nyumbani. Msaada wako asubuhi ya leo umekufikia mahali uko kule nyumbani. Aliweka neno hili kwa uzito, akaniambia, my son, peleka ujumbe huu ukawaambie, na yeyote atasikia na kuamini, nitakuwa msaada kwa nyumba yake, nitakuwa msaada kwa watoto wake, nitakuwa msaada kwa ndoa yake, nitakuwa msaada kwa biashara, nitakuwa msaada kwa hiyo kazi anayetafuta. Sitaki kujua ni miaka mingapi umetafuta kazi, leo umekutana na mtumishi wa Bwana ndani ya nyumba. Sitaki kujua ni miaka mingapi umetafuta watoto, leo umekutana na mtumishi wa Bwana ndani ya nyumba. Ujumbe huu ninakupatia ni ujumbe utaleta utofauti ndani ya maisha yako. Sauti unayoisikia, ikiwa utaielewa na kuamini, kuna kitu kinakwenda kutendeka masaa haya kwa nyumba yako na kwa moyo wako katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kuna mtu ninazungumza na yeye, ninaamini kuna mtu ananisikiza. Iwe ni kwa hospitali umewekwa, uko kwenye kitanda cha hospitali, wewe ni mgonjwa, nitazame tu kipindi nitakuwa naombea watu. Kuna kitu kitatendeka, kuna kitu kitatendeka. Watu wengi waliosikia sauti hii na wakaja kanisani, waleo hii wamejana na ushuhuda wa kile Bwana amefanya. Wengine walikuja, nakumbuka mama mmoja alikuja akiwa na magonjwa 5 kwa mwili wake. Alikuwa amepimwa, madaktari wamempima wakapata zaidi ya magonjwa 5 kwa mwili wake. Akakuja tu kanisani, aliniambia alikuwa amejaribu kuombewa na wahubiri wengi, aliniambia alikuwa amejaribu kuzunguka kwa hospitali, hakuna ugonjwa hata mmoja out of 5 ambayo ilikuwa imepona. Mpaka wakati aliambiwa habari zangu, akaja kanisani tukamuombea. Leo hii baada ya kwenda kupimwa, leo hii yeye ni mshuhuda kanisani, anapeana ushuhuda kama vile Bwana alimponya. Aliponya sukari, akaponya pressure, akaponya ulcer za tumbo, akaponya arthritis, akapona ugonjwa wa kifua kikuu, asma ambayo ilikuwa inamfunga kipindi cha baridi. Leo hii ni mzima, ana uwezo wa kufanya kazi zake kule nyumbani. Hata wewe hakuna kitu kinamshinda Bwana. Ugonjwa hata wa ukimwi umepona kanisani, watu wako pale wanapeana ushuhuda, wanafurahia amani na afya ambayo Bwana amewapatia. Hata wewe uliye nyumbani, kipindi hiki ni kipindi chako. Bwana amenileta hapa kwa sababu yako. Usikate tamaa, usife moyo, usijiue, usikuache hiyo biashara ati imekataa. Kama mwanzo ukianza ilikuwa sawa, mbona sasa ikatae? Bwana ana uwezo wa kurevive hiyo biashara ikiwa utaamini leo. Kama hiyo ndoa wakati mlikutana mlifurahia mkawa na amani, mbona leo ikatae? Bwana ana uwezo wa kurejesha upendo ule wa kwanza, mkawa na amani tena na furaha kwa hiyo ndoa yenu katika jina la Yesu. Ndio kuna wachawi, ninakubali. Ndio kuna waganga, ninakubali. Wana uwezo wa kufuruga hiyo kazi, wana uwezo wa kufuruga hiyo biashara, wana uwezo wa kufuruga hiyo ndoa yako. Lakini ukiniamini leo, ukisikia ujumbe huu leo, kiboko ya wachawi yako kwenye studio asubuhi ya leo, ninakwenda kuondoa wachawi
wachawi kwa maisha yako na hutawahi waona tena, kama vile kipindi ambacho Samueli aliwaamua wana wa Israeli. Wakati kitabu cha Samueli wa kwanza 7, maandiko inasema the whole time ambayo Samueli aliwaongoza wana wa Israeli, hakuna wakati tena Wafilisti walikaribia mipaka ya miji ya wana wa Israeli. Hata wewe ukiamini leo, niko hapa kufagia hiyo nyumba yako, niko hapa kufagia huo moyo wako, niko hapa kuleta uponyaji kwa mwili wako. Ikiwa utaamini asubuhi ya leo, wachawi hautawaona tena kwa hiyo biashara, wachawi hautawaona tena kwa hiyo ndoa, wachawi hautawaona tena kwa watoto wako, waganga hautasikia habari zao tena, maana Yesu anakwenda kuingia ndani ya moyo wako. Yesu anakwenda kuingia ndani ya nyumba yako, na amani itakuwepo kwa hiyo nyumba katika jina la Yesu. Kama kuna mtu ananielewa, useme amina nzuri. Amen. Kwa nini ninaongea maneno haya nikiwa na ujasiri, nikiwa na uhakika? Vile nimetangulia kukuambia, nimekwisha kuona kila ambacho Bwana anaweza kufanya. Kuna mwanamke alitoka sehemu za Keroka, alikuwa na mtoto ambaye anaanguka kifafa, mpaka mtoto alikuwa amezuiliwa kwenda shule. Huyu mama alikuwa amekata tamaa, alikuwa amewasikia wahubiri wengi, amewakaribisha kwa nyumba yake. Alikuwa amezungusha huyu mtoto kwa nyumba za waganga zote, alienda mpaka kwa hospitali zote Kisii, akijaribu kuokoa maisha ya yule mtoto ili asome. Lakini yule mwanamke alipoambiwa habari kunihusu, alikuja mpaka mahali niko, akaniambia, ni kweli mchungaji, nimezunguka kwa wahubiri wengi, nimeleta wahubiri wengi nyumbani, wamejaribu kuombea huyu mtoto, lakini sijui nini inaendelea. Mtoto huyu hajapata utofauti. Alipoleta ule mtoto siku ya Jumapili kanisani, niliombea yule mtoto. Leo hii huyo mtoto ni mzima, alirudi shule, anaendelea shule, wacha shule ya day, alipelekwa boarding school na ako pale na amani, anaendelea kusoma. Ninaamini kama huyo mama ananisikia kutoka Keroka, mahali yako anasherekea, anamshukuru Bwana kwa kile ambacho Bwana alitenda kwa nyumba yake. Hata wewe unayenisikia, ikiwa utachukua hatua ya imani, ni kweli ninajua unawezekana umehangaika mwaka baada ya mwingine. Inawezekana haya magonjwa ninaongea yaliyoko kwenye mwili wako, pengine una kansa ambayo daktari wanakuambia haiwezekani kupona, pengine una kifua kikuu ambacho unafungana kila wakati wa baridi, hauwezi kufanya kazi zako kawaida. Wengine muna ugonjwa wa sukari, unangoja siku ya kwenda, wengine kila mara eti sukari imepanda, unakimbishwa kwa hospitali. Ninajua inawezekana imechukua miaka mingi ambayo hauna freedom, umehangaika kwa miaka mingi. Inajua inawezekana umejaribu kutibiwa, haiwezekani. Si ukubali huyu Yesu tu leo aingie ndani ya maisha yako, si umjaribu huyu Yesu tu leo. Asubuhi ya leo anaweza kuleta utofauti. Licha ya huyu mwanamke, kama huyu mwanamke kwa miaka 12 hakuweza kukata tamaa, mbona wewe ukate tamaa? Mjaribu Yesu. Biblia inasema huyu mwanamke licha ni miaka 12 alikuwa kwa shida, aliposikia habari za Yesu aliondoka asubuhi na mapema, akakwenda kumngojea Yesu. Ingawaje Yesu alikuwa na umati mkubwa, watu waliokuwa wamenamfuata ni wengi, watu walioona miujiza walikuwa wengi, na kama vile unajua mahali kuna miujiza watu huwa wengi, umati ulikuwa mkubwa. Lakini huyu mama akasema, enough is enough, aibu hii nimepitia imetosha. Akajing'ang'ana ndani ya watu wengi, akajisukuma mpaka akagusa pindo la vazi ya Yesu. Aligusa tu sehemu tu ya vazi ya Yesu, sio mwili aligusa, lakini ni sehemu tu ya vazi ya Yesu, na mwili wake ukapona, ile damu ikasimama. Yesu akasimama akauliza, kuna mtu amenigusa? Ni nani huyu amenigusa? Petro kwa sababu aliona watu ni wengi akashangaa Yesu anamaanisha nini. Akamwambia, angalia Yesu, watu wanaokusonga songa ni wengi, watu walio karibu na wewe ni wengi. Lakini Yesu akamwambia, kuna mtu amenigusa. Yule mwanamke aliposikia akasema hawezi tena kujizuia, akakuja mbele ya Yesu akiwa anatetemeka, akasema, ni mimi niliyekugusa, nilikuwa na shida ya damu, baada ya kukugusa nimepona, damu
damu imetoka, nimepona, damu imesimama, nimepona. Ndio wale watu wakaelewa maana ya kugusa. Inawezekana mtu asikie sauti hii ikawa kama kelele kwa nyumba yake, it's okay, lakini ninajua kuna mtu anaweza kusikia sauti hii ikaleta utofauti kwa maisha yake. Tumia nafasi hii wakati ninakwenda kuomba, na sauti hii ilete utofauti. Nataka kukuhakikishia ndoa yako itarejeshwa, biashara yako itarejeshwa, kazi utaipata katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa sababu ya masaa nimepewa katika studio, nataka kumalizia ujumbe wangu hapo mpaka wakati mwingine tena nitapata nafasi niweze kurudi katika studio. Bwana kubariki sana. Amen. Amen. Asante sana pastor. Nima tena abandi baseniwe. Amina. Na ntutobere toko bwati kurensa mende studio. Amina. Ase amarandia ase mambi yabono. Kule ndo mulikiro ndi Steve naka nikomanya nka yogotoka na nenkanisa ke yokorandia. Okay. Yes. Na ubiri na huduma wa Seed of Abraham. Na kama vile nilitangulia kusema, jina langu ni Pastor Ezekiel Sagana. Na niko mji wa Kisii, mahali panaitwa Egesa, ama ukipenda Egesa Kiogaro. Yeah. Igo monto Egesa Kiogaro, ekanse kwa Seed of Abraham. Yes. Asifede yo murigena oraga ni namba ya oyesimi andake for direction oraga ni andake na masabo na boko mwe namba kulendega kwenye kurobe kulike namba. Ngoko rore baada katikati ya wiki osenju mapilio kama komera na sekansa. Okay, okay. Kila siku ya Friday, ingawaje nili introduce wiki tatu ya maombi ambayo tulianza last week Monday na tumesukuma mpaka Friday, na tunaendelea kuanzia kesho Monday saa 9 kamili jioni. Kama unahitaji maombi, tembea kanisani. Niko kanisani every day saa 9 jioni mpaka Sunday. Lakini siku ya Tuesday mimi upatikana kanisani, ninaongea na watu one on one. Unakuja, tunaongea, unanielezea shida zako, ninakusikiza, alafu tunaomba pamoja. Amen. Amen. Na bokure namba ya Yesu mi pastor elibono ulio raga ni goko ikera hanyari ko wakera wetra sesimi. Asante. Namba yangu ya simu ni 0705 0705 894 938 na boko iro namba hiyo 0705 894 938. Yeah. Asante sana pastor, ngaite wiki hata na watu walenga sekanisa ya watu kazisenibwa. So na boko tusabira tukole. Amen. Amen. Namba hiyo nimekupatia, unaweza kusikia ni vizuri ujiunganishe pamoja na mafuta haya ama na ujumbe huu kupitia kwa sadaka. Unaruhusiwa kutuma sadaka yako kwa namba hiyo ambayo nimepeana hewani. Na leo ninakimbia kanisani. Baada ya hapa nitakuwa na maombi makubwa. Kuna wagonjwa wanaletwa pale, ninaombea watu kanisani. Hiyo namba pia inaweza kukusaidia kwa direction. Ukitaka kujua mahali kanisa iko, umefika mji wa Kisii, piga simu hiyo, utaweza kuelekezwa ufike kanisani. Lakini dakika hii nataka unipe nafasi tu kwa sababu ya muda wa studio, niombe pamoja na wewe kule nyumbani. Ebu nyosha mkono wako kuja kwa screen yako, kwa runinga yako. Nyosha tu mkono na uchukue hatua ya imani, maana kuna kitu kinafanyika dakika hizi. Sio mara ya kwanza. Watu wengi walionisikia na kuniona wamepokea utofauti katika maisha yao. Amini tu dakika hizo ninapoomba kwa jina la Yesu. Mtakatifu Mungu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo kutoka kwa runinga hii ya Ndizi TV, nataka kuamini kuna watu kule nyumbani, kuna wengine hospitalini, kuna mwingine hata anasafiri, anaangalia kwa njia ya mitandao, anasikiza sauti hii kutoka kwa studio hii ya Ndizi TV. Bwana Yesu ameamini ujumbe ambao amesikia, amechukua hatua ya imani na amekubaliana na neno hili asubuhi ya leo. Nataka kuachilia nguvu zako sasa juu yako, juu ya kila mgonjwa, na achilia nguvu za Kristo Yesu juu ya kila mtu aliyefungwa, sehemu yoyote aliyo na shida. Bwana Yesu, nimeachilia neno lako juu yake katika jina la Yesu. Kuna mgonjwa ambaye amejaribu kutibiwa kwa njia zozote,
kama vile huyu mwanamke ameuza mali yake, amezunguka kwa madaktari, hajapata uponyaji. Leo kama vile amenisikia, nimetuma neno la uponyaji kwa mwili wake. Pokea uponyaji kule nyumbani, pokea uponyaji wewe ulio hospitalini, katika jina la Yesu. Kansa ikauke, presha ikauke, ukimwi ukauke, asma ikauke, arthritis ikauke. Awa mnaumwa na miguu imefura, nimetamuka uponyaji katika jina la Yesu. Shida za migongo na kuumwa na kichwa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Jehova, kama vile wameamini neno lako na wamekupokea asubuhi ya leo, sasa leta amani kwa hiyo nyumba, leta uponyaji kwa hiyo nyumba. Fungua hii biashara ambayo ilikuwa imefungwa, rejesha hii ndoa ambayo ilikuwa imekwisha. Bariki huyu ambaye ametafuta kazi kwa miaka mingi katika jina la Yesu, na huyu aliyetoa sadaka yake, aliyejiunganisha na mafuta haya, neno lako lisalie ndani ya moyo wake. Unabii huu ambao nimetabiri upate nafasi kwa maisha yake. Asante Yesu, maana ninajua umesikia na utatenda. Nakemea nguvu za uchawi, nakemea kazi za shetani, roho za devil worshippers, roho za kutumiwa ajali barabarani, nakemea hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana ninajua kuna mtu anakwenda kupeana ushuhuda. Yesu alipoguswa vazi la nguo yake alisema, nguvu zimenitoka. Kuna mtu amenigusa. Hata mimi katika studio hii ninasikia nguvu zimenitoka, nasikia nguvu zimenitoka. Inamaanisha kuna mtu ameponywa, kuna mtu ameponywa, kuna mtu amefunguliwa, kuna mtu ndoa yake imerejeshwa. Asante kwa vyote ulivyotenda Bwana, bila kusahau studio hii ya Ndizi TV. Bwana ukaibariki, wabariki watu wote wanaotumika hapa, journalist wote na director wa kipindi wa station hii. Nimeomba baraka za Bwana juu yake katika jina la Yesu mtakatifu, nimeomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana mtumishi, wewe uliye nyumbani ubarikiwe sana. Mpaka wakati mwingine nitakapopata nafasi kuja katika studio, Bwana kubariki. Bye bye. Amen. Asante sana. Amen. Barikiwa sana. Asante. Barikiwa sana. Mwanchumu ligiri bono kenda gotengana Ndizi TV ngori natore asege kege karibusyo twanda semende yejidu komuroberyo egesinga toska. Ndizi TV.